Hakika hili ni paredi la kihistoria, paredi la wananchi Yanga walilofanya leo hii wakitokea kule visiwani Zanzibar kuja jijini Dar es Salaam baada ya kutoa taji la kombe la shirikisho la benki ya CRDB na kisha kuhitimisha msimu wao wa 2024-2025 ambako kwa pamoja msimu huu wa 2024-2025 mbali na kutoa taji hili la kombe la shirikisho la benki ya CRDB baada ya ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Singida Black Stars, ni msimu ambao Yanga wanauhitimisha baada ya kutoa mataji ya michuano mitano kati ya 6 walioshiriki kwa msimu wa 2024-2025. Ndio Yanga licha ya kombe hili la CRDB Cup ambalo ni kombe la shirikisho, lakini vile vile Yanga wametoa taji la ligi kuu Tanzania bara ambalo ni NBC Premier League, ikiwa ni mara ya 4 mfululizo kama ilivyokuwa kwa CRDB Confederations Cup ambalo wamelitoa kwa mara ya 4 mfululizo. Lakini inafahamika vizuri pia mwanzo wa msimu Yanga walitoa ngao ya jamii, lakini vile vile Yanga katika mwanzo wa msimu wakati wa pre-seasons walikwenda kushiriki michuano ya kombe la Toyota kule nchini Afrika Kusini. Kwenye mechi ya mwisho ya finali walicheza dhidi ya wenyeji Kaizer Chiefs na kushinda 4-0, kwa hiyo wakatoa kombe la Toyota. Lakini vile vile tufahamu kwamba msimu huu kwenye kombe la Muungano Yanga ndio walikuwa mabingwa katika michuano iliyofanyika kule Gombani visiwani Pemba. Kwa hiyo ni michuano mitano ambayo Yanga wametoa mataji yake, vikombe vyake. Lakini taji ambalo Yanga hakulipata na walitolewa katika hatua ya makundi ni CAF Champions League. Kwenye michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, Yanga msimu huu waliishia hatua ya makundi wakamaliza nafasi ya 3 kwenye kundi lao la A, ambapo timu mbili kutoka kwenye kundi lao ambazo ni Al Hilal Omdurman ya kule Sudan na MC Alger ya Algeria ndizo zilizofuzu kwa hatua robo finali. Yanga ikamaliza nafasi ya 3 ya mkiani ikiwa ni TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo unaweza kusema ni msimu wa kihistoria ulioendana na paredi la kihistoria kwa sababu ya msimu ambao Yanga wametoa mataji matano ya michuano 6 walioshiriki. 5 kati ya 6 ni around 83% ya ufanisi kwenye utoaji mataji. Lakini vile vile ni katika msimu huu ambao Yanga wameandika historia kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni kwa sababu tangu ianzishwe mwaka 1996 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza hakujawahi kutokea timu inatoa ubingwa halafu ikiwa na idadi ya mabao ikiwa kubwa kuliko points. Lakini msimu huu Yanga imefanya hivyo baada ya kumaliza ligi kuu Tanzania bara ikiwa bingwa kwenye michezo 30, Yanga ikimaliza na pointi 82. Lakini kwenye mabao Yanga ikifunga mabao 83, ikiruhusu mabao 10. Yanga ikiwa ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, Yanga ikiwa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi, kwa maana kuwa na safu bora zaidi ya ushambuliaji, lakini kuwa na safu imara zaidi ya ulinzi. Mfumo wa Yanga katika kushambulia, mfumo wa Yanga katika kuzuia ulikuwa ndio best katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2024-2025. Bado hii nayo ni historia nyingine katika ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwa msimu huu katika ligi zote bora barani Afrika, ligi bora 27 kwa mujibu wa CAF, kuanzia na ligi namba 1 ya Misri, 2 Morocco, 3 ligi kuu ya Afrika Kusini, 4 ligi kuu ya Algeria, 5 ligi kuu hii ya Tanzania bara, 6 ligi kuu ya Tunisia, 7 ligi kuu ya Angola, 8 Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 9 ya Sudani, 10 ligi kuu ya Ivory Coast na kuendelea mpaka ligi za Niger, ligi za Eswatini na ligi za Burkina Faso ambazo zinashika nafasi 3 za chini kati ya ligi bora 27 kwa utaratibu wa CAF, huku ligi nyinginezo zikiwa hazimu hata katika orodha ya viwango vya ubora vya CAF. Zote hizo hakuna katika nchi yoyote kwenye ligi hizo nyingine barani Afrika kwa msimu huu ambazo kuna timu imemaliza kwa sifa hizi kwamba inakuwa na pointi chache kulinganisha na mabao iliyofunga.
Yanga imefanya hivi, ni historia nyingine katika kwao kwa bara la Afrika kwenye ligi kuu bora zote, kuwepo timu ambayo inamaliza ligi kuu ikiwa na pointi, ikiwa na mabao mengi kuliko idadi ya pointi. Yanga wamefanya hivyo. Lakini pia kwa ujumla kwenye kombe la shirikisho la benki ya CRDB, kama mfano kuonyesha namna ambavyo Yanga walikuwa wazuri sana msimu huu na kuwa na kila sababu ya paredi lao kuwa la kihistoria, ni kwamba kwenye mechi zote za kombe la shirikisho la benki ya CRDB, Yanga mechi 6 imeshinda zote. Kama ilivyo kawaida, timu za ligi kuu kwenye michuano ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB huanzia raundi ya pili, raundi ya tatu, raundi ya 4, robo finali, nusu finali na hatimaye finali. Ni mechi 6. Kwenye mechi 6 walizocheza Yanga zote wameshinda. Na ushindi wao ulikuwa vipi? Mechi ya kwanza walicheza na Kopko wakashinda 5-0, kuashiria namna walikuwa bora katika kufunga na kuzuia. Mechi ya pili walicheza dhidi ya Coastal Union, wenzao katika ligi kuu Tanzania bara, wakawafunga 3-1. Lakini baada ya hapo wakacheza na Songea United. Wakati wakicheza na Songea United, Yanga wakaendeleza makali yao dhidi ya Songea United kwa kushinda 2-0. Baada ya hapo wakacheza na Stand United, timu ambayo imefanikiwa kutoka katika championship kucheza playoff ikifukuzia nafasi ya mwisho ya kwenda kupanda daraja katika ligi kuu Tanzania bara. Ni timu imara sana, lakini ilipokutana na Yanga, Stand United ikafungwa mabao 8-1, kuonyesha namna gani Yanga walivyokuwa vizuri msimu huu. Lakini baada ya hapo ikenda hatua ya nusu finali, ikacheza dhidi ya timu ngumu ya JKT Tanzania. Yanga ikashinda 2-0 pale kwenye uwanja wa Mkwakwani jijini Tanga. Na kisha finali dhidi ya Singida Black Stars, Yanga ikaupiga mwingi sana, mwisho wa mechi ikashinda 2-0. Ni kiashiria cha msimu bora kwa Yanga, kwa sababu ukiangalia mabao yaliyofunga hapa kwa ujumla utagundua ni mabao 22 katika mechi zote 6, ikiruhusu mabao 2 tu. Yani bao waliloruhusu wakati wanashinda 3-1 dhidi ya Coastal Union, na bao waliloruhusu wakati wakishinda mabao 8-1 dhidi ya Stand United. Lakini sio hilo tu. Huu ni msimu wa 4 mfululizo Yanga anatoa kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Ukifuatilia vizuri kwenye misimu yote 4 mpaka msimu huu, Yanga wamecheza jumla mechi 24. Ndio, kwa sababu kila msimu ni mechi 6 kama ilivyotoka kuonyesha hapa. Sasa Yanga kwenye mechi 24 kwenye misimu 4 kwa ujumla, Yanga kwa lugha nyingine hapa wamecheza dakika 2160, kwa sababu 90 ambayo ni mechi moja ukizidisha mara 24 kwa wastani unapata dakika hizo. Yote 9. Ni katika mechi hizi Yanga imeshinda zote ambayo ni 100%, kwa sababu kanuni taratibu za michuano hii huwezi kutoa ubingwa bila kushinda. Ndio, kwa sababu ni mtoano. Kila mechi lazima mtu afungwe. Msipofungana katika dakika za kawaida, mtakwenda mpaka kwenye mikwaju ya penalty, na Yanga kupitia safari zao hizi kwenye misimu 4 imeshinda zote, kwa lugha nyingine kwa 100%. Lakini hiyo haitoshi. Imefunga mabao katika mechi hizi 24. Yanga imefunga mabao 71. Lakini imeruhusu mabao 9 tu, kuonyesha namna gani jinsi ilivyokuwa imara katika kushambulia na kuzuia. Kwenye ligi kuu Tanzania bara kwenye misimu hii 4 nako imefanyaje Yanga? Yanga kwenye misimu 4 ambayo inafanya paredi hili la leo hii kustahili kuwa la kihistoria kwao kutokana na hayo waliyofanya katika misimu 4 iliyopita, ni kwamba Yanga kwenye msimu wa kwanza ikitoa ubingwa katika misimu 4 mfululizo ikiwa chini ya kocha Nasreddine Nabi, msimu wa 2021-22 Yanga ilimaliza ligi ikiwa bingwa, kama ukiwa msimu wa kwanza katika 4 ikiwa bingwa, ikiwa unbeaten, yani msimu mzima haikupoteza mchezo wote, mechi 30 ilishinda 22, sare 8. Lakini tukiangalia mabao kama kipimo katika msimu ambao walimaliza na pointi 74, Yanga walifunga mabao 49, wakaruhusu mabao 8. Msimu wa pili kati ya hii misimu 4 mfululizo, msimu wa 2022 2023, Yanga walimaliza tena wakiwa mabingwa, pointi zikiongezeka kutoka 74 zikawa pointi 78. Lakini kwenye mabao Yanga kwa mara nyingine tena wakafunga mabao mengi zaidi, kwa sababu katika msimu huu wakafunga mabao 61, wakaruhusu mabao 18. Ukija msimu wa tatu katika hizi mara 4 mfululizo ni msimu wa 2023 2024, msimu uliopita ambao Yanga waliongeza idadi ya pointi
Kutoka ilikuwa 74, 78, sasa msimu uliopita wakamaliza na pointi 80, mabao wakaongeza yakafika mabao 71 kutoka 61, walioruhusu yakaongezeka kidogo. Kutoka 18 yakawa 14, yakapungua mabao 4 kutoka 18 walioruhusu msimu nyuma yake. Lakini msimu huu ambao ndo msimu wa 4 mfululizo, msimu wa 2024-25, Yanga wameongeza makali zaidi kwenye mabao kwa sababu ndipo wamefunga mabao 83, wameruhusu mabao 10. Kwa lugha nyingine wamepunguza mabao 4 tena katika kuzuia, lakini wameongeza mabao mengine tena. Kutoka 71 yamefika 83, kwa hiyo wameongeza mabao 12. Kwa ujumla ukiangalia mabao yote waliofunga katika misimu yote minne na mabao walioruhusu, Yanga utagundua 49, 61, 71, 83, utapata mabao 264, lakini wakiruhusu mabao 8, 18, na hiyo ukijumlisha na hizi utagundua ni mabao takribani 50 katika mechi 120, kwa sababu kila msimu katika hii minne ina mechi 30 mara 4 ni mechi 120. Kwa lugha nyingine kama ni dakika 10,800. Yanga ikicheza kwa muda huu kwa misimu minne mechi 120 imefunga mabao 264, imeruhusu mabao 50. Ukitaka MPG tunasema minutes per goals, dakika kwa wastani kwenye misimu hii minne. Yanga ilikuwa inafungaje bao kwa wastani? Lakini ilikuwa inaruhusu kwa wastani wa dakika ngapi bao moja katika mechi 120 za misimu minne ya ligi kuu Tanzania bara kuanzia 2021-22 mpaka msimu 2024-25 uliokamilika hivi karibuni? Utachukua dakika hizi, utagawanya kwa idadi ya mabao iliyofunga ambao ni 264, ukigawanya vizuri utapata dakika 40 na sekunde 54 katika kufunga. Lakini kwenye kuzuia wapinzani, kitendo cha kufunga mabao 50 katika dakika 10,800 zitokanazo na mechi 120, maana wapinzani wa Yanga walikuwa wanafunga mabao kila baada ya dakika 216. Kwa hiyo kumbe wapinzani wa Yanga kwenye mechi 120 kwa misimu minne, wao walikuwa wakiruhusu mabao kwa Yanga kila baada ya dakika hizi 40 na sekunde 54 kwa wastani. Lakini kwenye kuruhusu, Yanga wapinzani wake walilazimika kusubiri kwa dakika 216 ndipo walau wafunge bao moja dhidi ya Yanga kwa wastani katika misimu yote minne mechi 120. Hizi ni small details, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ninazokueleza kuhusu walichokifanya Yanga msimu huu na misimu mingine iliyopita hiyo minne, na kutoa taji mara 4 mfululizo na kuona kana kwamba pengine linastahili kuwa paredi la kihistoria kama walivyoonyesha leo hii. Kwa kukumbushia, kwenye msimu huu 2024-25 makali ya Yanga yalijidhihirisha kwenye maeneo yafuatayo. Kwanza, timu zote katika ligi kuu, wapinzani wa Yanga kwenye ligi kuu msimu huu hakuna iliyosalimika na kipigo moja. Lakini 2, ni timu 3 tu ambazo walau ziliambulia pointi kutoka kwa Yanga. Ni Azam iliyofungana na Yanga kila mmoja. Mzunguko wa kwanza Yanga alifunga 1-0, mzunguko wa pili Yanga akashinda 2-1, matokeo yakawa 2-2. Tabora United mzunguko wa kwanza walifunga Yanga 3-1, mzunguko wa pili wao wakakubali kipigo cha 3-0 kutoka kwa Yanga, matokeo yakawa jumla aggregate ni 4-3, yani Yanga mabao 4, Tabora United mabao 3. Nyingine ni JKT Tanzania iliambulia pointi walau moja kwa Yanga, kwa sababu mzunguko wa kwanza ilipigwa 2-0, mzunguko wa pili kawa 0-0. Matokeo ya jumla kawa Yanga 2, JKT 0, lakini JKT walipata sare moja hiyo ya 0-0 na kuambulia pointi moja. Zilizobaki zote zimepigwa nyumbani na ugenini. Hapa ni pamoja na watani zao wa jadi Simba ambao mzunguko wa kwanza walifunga 1-0, mzunguko wa pili 2-0, jumla 3-0. Lakini kuna Singida Black Stars mzunguko wa kwanza walifunga 1-0, mzunguko wa pili 2-1, jumla 3-1. Ukienda hivyo unagundua timu zote zimepigwa nyumbani na ugenini. Lakini kuna timu ambazo 8 zilipata vipigo vya zaidi ya mabao 5, zaidi ya mabao 5 kutoka kwa Yanga. Kuna KMC ilifungwa 7-1, kuna Ken Gold ilifungwa 7-1, nikimaanisha matokeo nyumbani na ugenini. Kuna Pamba Jiji ya Mwanza ilifungwa 7-0, kwa sababu matokeo yake jumla kulikuwa na mabao 3-0 na 4-0. Dodoma Jiji imefungwa 9-0, Fountain Gate imefungwa 9-0, Mashujaa ya Kigoma imefungwa 8-2. Ni mfano tu, lakini hata Namungo walifungwa 5-0. Kwa ujumla tu Yanga ilikuwa kali zaidi msimu huu katika kufunga na ilikuwa imara zaidi katika kuzuia, ndio maana ikafunga mabao 83, ikaruhusu mabao 10 tu. Labda cha kujiuliza ni kwamba je, Yanga hii ya kocha Hamdi Miloud itaweza kumaintain, itaendelea na ubora wake huu msimu ujao katika michuano mbalimbali itakayoshiriki?
Na je, vipi kuhusu michuano ya CAF ambayo kwa msimu huu Yanga ndio imeiangusha kwa sababu imeishia hatua ya makundi, wakati michuano mingine iliyoshiriki yote imemaliza kwa kufika fainali na kutoa taji lake? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, hakikisha unaendelea kutuunga mkono katika channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.